Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Nel Film Media, leo tuko mitaa ya Lumala. Tumekuja kuzungumza na wazaliwa mwezi wa 5 ambao wanajiita maybe babies. Kwa tufuatilie mwanzo hadi mwisho. Mimi tunaenda kuzungumza nao, tujue maandalizi yao yamekaaje siku ya tukio ambalo ni Jumapili. Sitoke kwenye channel yetu, endelea kutufuatilia kama kawaida. Jamani, habari zenu? Asante, nashukuru. Na maana mko kwenye furaha. Nimesikia nyinyi ndio wazaliwa mwezi wa 5. Ndio. Asimbarikiwe sana. Na mmependeza, mnakaa bado watoto wadogo sana. Amina. Niko napenda nizungumze na mwenyekiti. Najua kuna mwenyekiti kwenye kuna mtu ambaye mmemtoa kama mwenyekiti, si ndivyo? Basi wapendeza zaidi mpaka mkafanya kitu kama cha kufanya na sherehe ya kumbukiza kuzaliwa na mnaifanya mbele ya nanili kanisani. Asante sana. Unajua lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu. Siku ya kuzaliwa, unapozaliwa ni furaha kwanza kuanzia kwa wazazi, familia na kila kitu. Wanasema kwamba tumepata nini? Mtoto. Sawa. Sasa sisi tumezaliwa mwezi wa 5 ambao ni Mei, lakini kikundi kinachokiona hiki sio kwamba tumezaliwa tarehe hii moja. Hapana, ni mwezi wa 5 tumezaliwa tofauti. Sasa kwa ajili ya kuona kama ni fahari kanisa letu ila Lumala AIC, na sisi tufahamu kwamba sisi ni wazaliwa mwezi wa 5, tumeamua kwamba tuje tufanye kanisani ili kusudi Wakristo wenzetu watuunge mkono. Sawa. Kwa ajili ya kuzaliwa kwetu na wenyewe wafurahi pamoja na sisi kama tunavyofurahi siku ya birthday. Sasa kuna vitu gani ambavyo umeviandaa kwa ajili ya tukio hilo? Pengine labda unaweza ukaniambia. Tumeandaa vitu vingi sana. Sawa, ikiwemo au ni ngumu kuvitaja? Nitavitaja. Yes, itakuwa vizuri. Hebu vitaja angalau hata watazamaji waweze kujua mmeandaa nini na nini. Kwanza, kitu cha kwanza kabisa ambacho tuliona kwamba tushirikiane na kanisa, tumeandaa chakula kanisa zima. Sawa. Ili kusudi na wenyewe tuenjoy pamoja kwamba siku zetu za kuzaliwa mwezi wa 5 na wenyewe tujumuika nao pamoja katika chakula. Sawa. Ni hicho tu? Mengi tu. Ni mengi. Na kingine labda unajua nyie kama wazaliwa labda kuna kitu ambacho mmekiandaa kizuri zaidi tofauti na chakula. Unakuta labda kuna zawadi pengine labda au kuna mnaenda kutembelea hata watoto yatima kule, au mmekuja kwa mtindo gani nyie? Sisi tumekuja kwa mtindo kwa sababu kanisa ni sehemu yetu ya Wakristo ambao tumezaliwa mwezi wa Mei. Tumenunua saa ya ukutani kubwa. Unaweza tukaiona hiyo saa? Au iko sehemu maalum mpaka siku inakuja ile Jumapili. Sawa. Ndio tutakuja muione jinsi ilivyo. Sawa. Kwa ajili ya muda kusudi mtu anapokuwa na ubiri muda wetu unaisha, asije akapitiliza juu kwamba kumbe ile kuliko kukaa bila saa mtu anaweza kuhubiri akazidisha muda. Sawa. Okay, mimi nashukuru sana kwa majibu yako mazuri. Najua nina mengi ya kuuliza lakini basi niishie hapo. Labda habari yako? Salama za kwako. Ni nzuri, sijui unaitwa nani? Naitwa Judith Biseko. Sawa, umezaliwa tarehe ngapi wewe? Nimezaliwa tarehe 22 mwezi wa 5. Mwezi wa 5. Vipi hili jambo umelipokea vipi baada ya kupewa taarifa kwamba mnafanya shughuli kwa ajili ya ukumbusho wa siku yenu? Kwanza tunamshukuru mwezi wenu. Tunamshukuru Mungu mpaka kufikia kwa wakati huu tuliopo. Ni mengi ametujalia. Ni mengi ametuvusha. Kwa kila mwaka tunapofikia umri tunaongeza umri, tunamshukuru Mungu. Asante. Kwa mfano kama wewe labda umechangia nini kwenye tukio kama hilo? Labda kuna namna umewezesha? Sawa. Tumeshirikiana kwa pamoja kujumuika kwa chakula kwa wote kanisani, pia kununua kitu ambacho ni cha kumbukumbu kwa ajili ya kanisa. Popote pale itakapoonekana itatuonesha kwamba wote tulijumuika. Asante. Nashukuru sana. Asante pia. Mshikamoo. Asante, jambo. Samahani mzangu, hata jina tu itapendeza zaidi nikujue. Kwa majina naitwa Matias Kalamu. Sawa. Wewe kwenye hii timu ya Mi Babies, wewe ni kiongozi? Sio kiongozi. Sawa. Ila sisi ndio wale tuliozaliwa mwezi wa 5. Sawa. Ndio maana tumefanya kikundi tukakutanika wote ili kusudi tufanye sherehe ya pamoja. Sawa. Tumezaliwa mwezi wa 5
unakuta tarehe tofauti tofauti, miaka tofauti tofauti, lakini tunaoangalia sana ni ule mwezi wa 5. Mimi na swali moja nataka nikuulize. Hivi baada ya kukaa na kufikiria kwamba muandae tukio kama hili la kumbukizi na mlifanya kanisani mbele ya waumini wengine ambao hausikia hata kidogo. Yaani mliwaza nini kwanza mpaka ikawa hivyo? Sawa. Sisi tulichokiwaza, tulitaka tuweke historia ili kusudi kila mmoja atambue kwamba siku ya kuzaliwa ni ya muhimu sana maishani mwake. Unaona? Na ndio maana tumeiweka kanisani ili kusudi kila mmoja atambue kwamba siku ya kuzaliwa ni ya muhimu sana. Ndio maana tukajikusanya wote tuliozaliwa mwezi wa 5. Tufanye sherehe ili hata wenzetu waige kutoka sehemu mbalimbali ama katika mikoa mbalimbali, ili kusudi wajifunze kwamba kumbe siku ya kuzaliwa ni ya muhimu sana. Ndio maana tukafanya sherehe na ikatupendeza tufanye chakula cha pamoja na kanisa zima. Pia tukanunua saa ya ukutani ambayo ni kumbukumbu yetu ya kwamba mwezi wa 5 walinunua kitu hiki kama shukrani kwa ajili ya kanisa, ili watu wajifunze kwa njia hiyo. Okay. Sasa na kingine nataka niongezee. Kwa mfano kwenye kanisa lenu mshawahi kufanya jambo lolote la kuna wengine ambao labda mwezi wa ngapi wanne washafanya hilo tukio au ndio nyewe mnaanzia? Wapo walioanza lakini hawakufikia kama maono tuliokuwa nayo sisi. Sawa. Walijaribu lakini sisi tumeona tufanye hivi ikusudi iwe kumbukumbu. Angalau kila mwaka kila mmoja wao anakumbuka siku yake ya kuzaliwa ili iwe endelevu. Bwana Kalamu, Naam. Kwa mfumo mlioanzisha huu, kuna mafanikio yote ambayo mmeyaona? Kwanza nilisikia kwa mlianza mwezi wa 3 wa 4 na huu ndo wa 5 mwezi wenu. Kuna mafanikio yote pengine labda waumini wameongezeka au vipi? Unaweza ukaniambia? Ndio. Na kweli kwa mfumo huu tumeona kila mmoja ameanza kujitathmini. Wengi walikuwa wajui siku zao za kuzaliwa, lakini baada ya mfumo huu watu wameendelea kuongezeka na somo limeendelea kuwa zuri, kwa sababu huu mfumo alikuja nao mchungaji wetu, tunamkumbuka Daudi Malila. Sawa. Baada ya kuja kuanzisha hapo, na kweli tulipokea tukaliunga mkono, na ndio maana mpaka sasa hivi Wakristo wanaendelea kuongezeka, kila siku wanatambua siku zao za kuzaliwa. Tulikuwa tutambui kabisa. Sawa. Alikuwa anatambua mtu mmoja mmoja, lakini sasa hivi hata kanisa wanatambua fulani alizaliwa mwezi fulani, kwa hiyo inakuwepo sherehe yake. Inaleta changamoto kwa kanisa na kuongezeka kwa kanisa. Okay, asante sana, nashukuru. Asante. Shikamoo. Jambo mzee wangu, si unaitwa nani? Naitwa Richard Magangi. Richard Magangi. Nani muumini wa hapa Lumala? Ni muumini wa hapa kanisa la AC. Mara kanisani wewe ni kiongozi au ni muumini tu wa kawaida? Mimi ni muumini tu wa kawaida. Asante. Kiongozi. Okay, nashukuru sana. Vipi wewe umejisikiaje au unapokea vipi shughuli ambayo inafanyika Jumapili? Najisikia na furaha sana kuwa mtu wa kuzaliwa mwezi wa 5. Kwanza ulizaliwa tarehe ngapi? Tarehe 5 mwezi wa 5. Sawa. Umeipokeaje siku ya yani umejisikiaje? Nimejisikia vizuri. Kuwa kujumuika na wenzako mkate keki kwa pamoja. Kwa nini usikata hata nyumbani kwako kaenjoy na familia yako? Hii siku ni ya furaha, na maana ni ya furaha sana kukaa na wenzangu katika kanisa moja. Sawa. Kwa wote. Sawa. Asante sana ndugu yangu. Naitwa Abel Jafet Manyelezu. Ni muumini wa kanisa hili la AIC Jordan. Sawa. Ndio. Na wewe ni mmoja wa wazaliwa mwezi wa 5? Hapana. Mimi sio mzaliwa mwezi wa 5. Kwa nini? Au umekuja tu kwa ajili ya kuwa support? Nimekuja tu kwa ajili ya kuwa support na kuwaunga mkono. Kwa sababu tunaona ni jambo jema ambalo linaendelea kufanyika katika kupitia kanisa letu. Sawa. Na nikaona si vyema nikae peke yangu, bali ngoja nije nijumuike nao. Vipi wewe, labda una mawazo gani kuhusu hilo jambo waliloliandaa kwa ajili ya kufanyika Jumapili, hiyo sherehe yao? Sijui wanajiita May Babies, May Babies. Wewe vipi yani baada ya kupewa taarifa kwamba wana shughuli Jumapili, ulilipokea vipi? Nimelipokea kwa furaha. Kwa sababu umekuwa ni muendelezo wa kila mwezi.
kwa haya mambo yanatendeka, lakini hili limekuja kwa njia tofauti. Sawa. Kwa hiyo sema tu kwamba nisiongee mengi, maana kuna vitu vingi wamesema ambavyo vitakavyofanyika siku ya Jumapili. Kwa bado kama ni siri ya wazaliwa wenyewe wanajua ni kipi ambacho watakachokuja tu supply kanisani. Lakini mimi nipende tu kusema kwamba na watazamaji wote ambao wanatutazama kwa sasa waige. Sawa. Na wengine waige kupitia kanisa letu pamoja na mchungaji. Sawa. Mchungaji alikuja na maono mazuri ambayo kwa kweli yanazidi kutuunganisha kila siku na yanaleta picha tofauti tofauti kila mwezi. Kwa hiyo mimi niwabariki na kuwashukuru wote ambao wanazaliwa tarehe mwezi wa 5. Najua wako baadhi wengine hawajafika kwenye interview hii, lakini Jumapili tunatarajia kuwa na ugeni wa watu wengi. Sawa. Kwa hiyo mimi niwapongeze tu hatua ambao wako nayo na Mungu aendelee kuwabariki sana. Amin. Sasa samani, kitu kimoja kweli nimekumbuka mtumishi. Ndio. Kuna muumini mmoja amejaribu kunidokeza kabla sijaanza hii interview. Akaniambia kwamba Jumapili wameandaa kitu kizuri sana ambacho kuna watu ambao wako mtaani kule sio waumini. Ndio. Yaani kwamba kila muumini ambaye anasali hapa Lumala ambao hapo ni Jordan aje, yani Jumapili aje na muumini mmoja au zaidi ya mmoja kama rafiki yake. Ndio. Sijajua au sijui ni kweli au mimi nimesikia vipi. Hilo ni kweli. Kauli mbiu ya wazaliwa mwezi wa 5 ni siku ya marafiki. Pamoja na kusherehekea siku ya kuzaliwa, lakini pia hitimisho letu ni siku ya nini? Siku ya marafiki. Na tumeshaalikwa kila mmoja aje na rafiki yake kutoka nje ambaye sio muumini wa hapa. Sio au haijalishi au hata kama ni muumini ambaye kidogo amesharudi nyuma siku nyingi, basi ni vyema kumleta siku ya Jumapili. Lakini ambaye hata kama sio muumini wa hapa, kila mmoja Jumapili akiwezekana njoo na 3, 4, 6, na hata wewe mtangazaji na kuna kushauri hebu tuletee hata watu 6 ili tuje tujumuike pamoja na wewe pia ushuhudie tukio hili ili mkawaelezee basi na wengine. Asante. Ndio. Mimi nashukuru sana mtumishi. Asante sana, Mungu barikiwe sana. Amina. Ni wazaliwa wana kauli mbiu yao. Hebu naomba tuisikie kauli yenu angalau watu wajue kwamba mna kauli mbiu yenu ni ipi. Kauli mbiu yenu. Kauli yetu ni May Babies. Nini? May Babies. I say mbarikiwe sana. Barikiwe sana.